Habari, Dr. Upendo hapa. Je, unafahamu mahesabu rahisi ya kupanga uzazi wako bila madhara yoyote, lakini pia bila kutumia njia zozote za kisasa za uzazi wa mpango? Kuna faida nyingi za kutumia mahesabu haya. Sababu faida ya kwanza kabisa, ni rahisi kutumia, lakini pia haisababishi mvurugiko wa hormone, lakini haisababishi uvimbe kwenye via vya uzazi. Haikufanyi wewe uwe mgumba, haikufanyi ukose siku zako za hedhi, lakini pia inakupatia furaha, inakupatia amani katika familia yako na katika ndoa yako. Mahesabu haya anaweza kafanya mtu yeyote kabisa, hata kama hajasoma. Chukua kalamu na karatasi kama unaweza kuandika, lakini kama huwezi kuandika, naomba unisikilize kwa makini kabisa. Na kanuni kuu 4 ambazo zinakusaidia kufanya haya mahesabu kuwa rahisi zaidi. Kanuni ya kwanza ni kufahamu au kujua mzunguko wako wa hedhi. Mzunguko wa hedhi, zipo nyingi sana. Kuna mzunguko wa siku 21 hadi mzunguko wa siku 35. Inategemea wewe utakuwa sehemu gani. Lakini kama hufahamu kuhusu mzunguko wa hedhi kabisa na unaona kitu kipya na hujawahi kukisikia, unaweza ukaskipu hii video, na video ijayo nitakuelekeza kwa undani zaidi kuhusu mzunguko wa hedhi. Na kama unafahamu mzunguko wa hedhi vizuri, naomba uendelee kunisikiliza kwa makini zaidi. Kanuni ya pili ni kufahamu siku za hatari zaidi, nikimaanisha siku ya ovulation. Wanasayansi walipofanya tafiti zao waligundua kuwa siku za ovulation, yani siku ya ovulation mostly huwa ni siku ya 13 hadi ya 14, inategemeana na mtu. Lakini sana sana huwa na mzunguko wa 21, huwa na mzunguko wa 28, huwa na mzunguko wa siku 35. Mostly siku ambazo ni za ovulation huwa ni siku ya 13 hadi siku ya 14. Kwa hiyo kuna mwingine atapata siku ya 13 ambayo ni hatari zaidi, na kuna mwingine atapata siku ya 14. Kanuni ya tatu ni kufahamu uhai wa mbegu za kiume. Mbegu za kiume huweza kuhimili au kuishi kwenye mwili wa mwanamke kwa muda wa siku 5. Sana sana wengi wanasema ni siku 4, lakini mostly tunasema ni siku 5. Mbegu za mwanaume zinakaa katika mwili wa mwanamke. Kwa hiyo ukifanya tendo la ndoa siku 5 kabla ya siku ya ovulation au siku 5 baada ya siku ya ovulation, kuna uwezekano wa kupata ujauzito. Hivyo endelea kunisikiliza. Kanuni ya 4 ni uhai wa yai la mwanamke. Yai la mwanamke huwa linadumu kwa masaa 12 hadi 24, lakini tafiti mbalimbali zimeeleza kuwa yai la mwanamke linaweza kudumu siku 2 hadi siku 3. Lengo lake ni kuwasaidia wale ambao wanakuwa na changamoto ya kushika ujauzito. Watamani watumie kalenda kama kinga. Sio kwamba anatumia kalenda ili ajipatie ujauzito, hapana, anatumia kama kinga. Kwa hiyo tunachukua hii takriban siku tofauti ya siku 2 hadi siku 3 ili kuboresha usalama zaidi kwa mwanamke ambaye hahitaji mtoto kwa muda huo. Kuna kanuni ambayo itakusaidia wewe kufahamu siku zako za hatari, kwamba siku zangu za hatari zitaanza tarehe fulani hadi na zitaisha tarehe fulani, na utajua siku zangu za salama ni zipi. Hii kanuni itakusaidia wewe kufahamu vivyo na kuweza kuenenda na kalenda kwa uzuri. Siku za hatari, ukihitaji kujua siku za hatari za mwanzo, kuna kanuni ambayo ni overall, lakini nitakueleza kwa undani kwa nini nafanya hivyo. Kanuni ambayo ni overall, kufahamu siku zako za mwanzo za hatari, huwa tunachukua siku za yai lilipotoka, yani siku za ovulation, siku ya ovulation ambao wewe uko nayo, lakini mostly huwa tunachukua siku ya 14. Ukichukua siku ya 14 ambayo ndio siku ya yai limetoka, tuna plus uhai wa mbegu wa mwanaume, ambao uhai wa mbegu wa mwanaume ni siku 5, lakini tuna minus au tunatoa siku 1. Hii siku 1 ni siku gani hii? Hii ni siku ambayo itakulinda wewe na itakusaidia wewe kwa usalama zaidi usipate ujauzito. Kwa hiyo ukishatoa pale unapata utapata siku 18.
Hizi siku 18 ndo siku ambazo tutazitumia kwenye kanuni yetu kuu ili kufahamu kwamba mimi nitaanza siku ya ngapi kupata kuingia katika siku za hatari hadi nitamaliza siku ya ngapi. Hizo ni siku za mwanzo. Tukija kwenye siku za mwisho za siku za hatari, yani siku ya mwisho ya siku ya hatari, unaipataje? Hiyo tunaipata kwa kuchukua yai lilipotoka, nikimaanisha siku ya ovulation ambayo ni siku ya 14, lakini tunatoa siku 3. Hizi siku 3 nimezielezea pale kabla, nikasema mwanamke yai la mwanamke huwa linadumu kwa masaa 12 hadi 24, lakini kwa kuongeza ufanisi huwa tunasema ni siku 2 hadi 3. Kwa hiyo siku 3 ndio tunapotoa. Ukitoa utapata siku 11. Hizi siku 11 ndizo tutakazozitumia katika kanuni yetu kuu katika kanuni yetu kuu kufahamu siku za mwisho za hatari. Kanuni yetu kuu inadili na vitu vikuu viwili tu. Inadili na zile siku ambazo tumezicalculate au tumezihesabu, ambazo zinaweza kutusaidia kwenye kutengeneza kanuni yetu kuu, kupata tarehe za mwanzo za hatari. Kwa hiyo kanuni yetu kuu, unachukua mzunguko wa hedhi, unatoa siku za mwanzo za siku za mwanzo za hatari ambazo tumezicalculate. Kwa hiyo utachukua mzunguko wa hedhi. Kama labda naweza nikachukulia mfano kwamba mzunguko wangu ni wa siku 30, lakini siku za mwanzo ambao ni kanuni yetu ambayo tumetoa huko juu, tumeielezea ni siku 18. Kwa hiyo nachukua siku 30 natoa siku 18. Kwa hiyo nikitoa pale nitapata siku 12. Hizi siku 12 kwa mtu ambaye ana mzunguko wa siku 30 inamaanisha siku ya 12 ya hedhi atakuwa ameingia katika siku zake za hatari. Lakini ukija kuchukua 30 hiyo ambayo ni mzunguko wa hedhi, tunatoa ile 11 ambayo tumehesabu kule, tumecalculate kule juu, tukieleza kwamba hii ni siku ya mwisho ya siku za hatari. Ukishatoa 30 ukatoa 11 utapata siku 19. Hizi siku 19 ndio mara siku ya mwisho ya wewe kupata siku zako za hatari. Kwa hiyo kwa mtu ambaye ana mzunguko wa siku 30, unaweza kuona kwamba ataanza siku za hatari siku ya 12 baada ya hedhi hadi siku ya 19 baada ya hedhi. Na siku zinazobaki kuanzia siku ya 19 na kuendelea zitakuwa ni siku salama sana kwake, na anaweza kufanya tendo la ndoa na asipate ujauzito. Lakini kuanzia siku ya 11 hadi siku ambayo alianza hedhi, hizo zake ni siku salama. Tunaangalia, kuna wengine huwa wanafanya tendo la ndoa akiwa period, kuna wengine wanasema mistaki, lakini ina depend na mtu alivyo. Kwa hiyo hizo siku ni siku salama, hautaweza kushika ujauzito. Na imani umenielewa vizuri. Na kama utakuwa na swali, kuna sehemu hujaelewa, unaona mahesabu ni mengi sana, andika kwenye comment neno kalenda, nami nitakujibu na nitakusaidia. Lakini kwa yule ambaye hafahamu kabisa, kuanzia kwenye kanuni zile ambazo tumeelezana, hafahamu kabisa chochote, huyo anaweza kanitafuta inbox nikamwelezea vizuri, au ataweza kusubiri video nyingine ili aweze kuelewa kwa kina na kwa uzuri. Mungu akubariki sana na kupenda.